Na ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, His Excellency the President of Kenya Dr. William Samoei Ruto, pamoja na our Deputy President na serikali yote, our esteemed clergy tukiongozwa na bishops and all the House of Clergy na Wakristo wenzangu wa Narok. Bwana Yesu asifiwe. Merci Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, unikubalishe nichukue nafasi, the first opportunity, ya kushukuru sana hawa wangwana, these are our brothers and sisters from this county of Narok. Tulikuja hapa safari mingi na wewe na Deputy President. Na saa ingine, Mheshimiwa Rais, tulikuwa tunakuja tuona kama tumekibizana sana, kwa sababu Narok hata wale wengine walijikakamua. Lakini nashukuru sana wakaaji wote wa Narok kwa kutusikiza na kusema rais wetu William Samoei Ruto achukue usukani ya kupeleka Kenya mbele. Asanteni sana, tunawatolea kofia. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu unajua pale bunge umenipea nafasi ya kutumikia Wakenya katika budget. Na umetueleza ya kwamba wewe unataka uangalie uchumi from the basis, kutoka pale chini. Na ndio maana even on the basis of our economy, kama ni wakulima unaangalia inputs. Kwa sababu wewe unatuambia mara mingi, kitu kama unga haitoki supermarket, unga inatoka kwa mahindi. Na bei ya kupeleka unga bei chini ni kwanza kuangalia mahindi bei yake iko namna gani. Na unatuambia pia maziwa haitoki kwa fridge, maziwa inatoka kwa ng'ombe. Kwa hivyo lazima tuangalie wakulima, ile bidhaa wanapea ng'ombe ikue chini. Na pia umetuamurisha, as we allocate money, public money, we focus on the productive sectors of our economy. You have instructed us to look at the primary production, that is agriculture and mining and fishing. You have instructed us to put enough resources in the secondary sector, that is manufacturing, and also on the tertiary to spur the services of our economy as we take Kenya forward. Na pia Mheshimiwa Rais, uniruhusu nikosoe. Juzi nimesoma pahali kwingi hapa na pale, watu wanasema ati maneno ya kukopa pesa. I want to address even wao waliandika hiyo maneno kwa unyenyekevu sana. This current budget of this financial year 2022-2023, katika hiyo budget iko na deficit ya 862 billion Kenya shillings. Ile pesa ati ilikuwa inatakikana ukope ndio nchi yetu ikae sawasawa this financial year. I want to assure the people of Kenya that our president has not even borrowed a quarter of that money. Na kwa hivyo wale wanaandika maneno ingine, when you write about loans, it is good to tabulate for Kenyans to see. Ukisema kuna loan imekopwa, andika wenye wamekopesha, andika ile siku ilikopwa, na uandika ni pesa gapi, so that we move on the basis of the correct information. Ya mwisho, unajua rais wetu, sisi tukizunguka sana pale kwetu, tulikuwa tunasema sisi ni watoto ya maumau. Watu wanaona ni kama ni sarakasi. I want to confirm. Endela menya andũ a nyũmba mwĩ gũkũ. Mwĩkuo. Mimi nataka ni confirm rais wetu. Na sisi hapana tishwa na maneno ya maandamano. Wakitaka kuandamane waandamane. But I want to assure them that you can demonstrate on Monday. On Tuesday, you can go back to the demonstrations. You can picket on Wednesday. You can boycott on a Thursday. You can go back to maandamano on a Friday. But I want to give you the bad news. The person you are dealing with, the President of the Republic of Kenya, huyo hawezi tishwa na maandamano. Na ataendelea kutumikia wa Kenya. Hata ukienda France, karibu kila siku iko maandamano. Na wanapeleka Kenya nchi yao mbele. Kwa hivyo wewe rais wetu, waacha watu waandamane, hata wakitaka wataje kama uwajabiri tatu. Mimi ningekuomba kwa unyenyekevu,
Kama hiyo wamekuwa leo, kuna ile ingine wanaenda kila siku. We can even gazette hiyo uwajabiri na iitwe maandamano. Wakuwe wanaenda hapo kila siku, waandamanie huko na watosheke. Na ya kushangaza nikimaliza, wanasema wanaandamana ati kwa sheria ya IEBC, ati kuchagua ma-commissioners wa IEBC. I want to tell them you are. Asante sana Mheshimiwa Ndindi Nyoro, mlikubalia Mheshimiwa Rais.